Karibu katika Story Times Bishungi sehemu ya kwanza. Katika mtaa wa kijiji cha Mtapoa ipo nyumba moja ya kuvutia ambayo imekuwa ikikodishwa kwa bei nafuu ajabu. Pembeni kidogo mwa nyumba hiyo kuna kibanda cha udongo kilichochakaa ambacho huishi mama mzee mwenye sura ya upole, lakini macho yake yamejaa siri kubwa. Watu walimuita Bishungi. Bishungi yeye ndiye aliyekuwa mmiliki wa nyumba ile kubwa ya kifahari, lakini hakuwahi kuonekana akikaa humo wala kufanya usafi, ila kila siku nyumba ilionekana safi na ya kuvutia. Ilisemekana kila mpangaji aliyewahi kukaa humo alipotea baada ya miezi mitatu na hakuna aliyewahi kujua wapi ameenda. Majirani walidhani labda wapangaji hao wamehama, lakini swali lilibaki moja kichwani kwao: ni kwa nini hawakuaga? Wakazi wa mtaa huo waliwahi kushuhudia paka mweusi akiingia ndani ya nyumba hiyo usiku wa manane, au mara nyingine akizunguka nyumba hiyo kila siku. Lakini waliamini ni mnyama wa kawaida tu, pia wakaanza kumzoea. Maisha yalibadilika pale baada ya familia moja yenye watoto wawili kuhamia katika nyumba ile kubwa ya kifahari, wakifurahia nyumba ile nzuri kwa bei ndogo na nafuu kabisa. Ilikuwa Jumamosi mchana. Bwana Isa alimbeba mkewe aitwaye Bahati pamoja na wanae wawili, mmoja wa kike aitwaye Ramla na mwingine wa kiume aitwaye Rahim. Walifika nje ya nyumba ile wakiwa na gari iliyobeba vitu vyao, kumaanisha ndiyo walikuwa wanahamia. Mama Shungi aliyekuwa anakaa jirani alifika na kuwapokea wapangaji wake, huko akiwa na tabasamu la heshima mbele yao. Alisema, "Karibuni sana wanangu, najisikia fahari kupata wapangaji wenye watoto, maana nitakuwa nimepata wajukuu wa kusumbuana nao." Aliongea huku akicheka. Isa na mkewe wakacheka huku wakibeba mabegi yao wakiingia ndani ya jumba hilo la kifahari. Baada ya kumaliza kupanga vitu vyao, Isa alitoka nje na kukutana na Mama Shungi, lakini alishangaa kuona bibi huyo akiishi katika nyumba mbaya ya kimaskini, huku wao wakiwa wamepangishwa katika nyumba nzuri ya kitajiri, tena kwa bei nafuu sana. Alipata muda wa kumuuliza je, ni kwa nini yeye anaishi katika nyumba hiyo, na Bishungi alisema yeye anaishi huko kwa sababu anahitaji pesa. Kwa hiyo nyumba ndio sehemu pekee ya kumpatia pesa kila mwezi, kwa sababu hana njia nyingine ya kupata kipato. Basi baada ya maongezi mengi, Isa alilipa kodi ya miezi 6 na Bishungi aliipokea kwa furaha akisema amefurahi na atawafanya kama wanae. Basi siku hiyo ya kwanza ikapita kwa amani kabisa, na familia ya Bwana Isa ikaona sasa nyumba wamepata. Kilichobaki ni kutafuta tu furaha ya maisha yao, bila kujua kumbe waliingia katika mtego mkubwa wa Bishungi. Siku ya 3 usiku uliingia kama kawaida. Ndani ya jumba la kifahari, Bwana Isa alikaa sebuleni na mkewe wakiangalia TV, huko watoto wawili wakiwa vyumbani mwao wamelala. Ghafla wakiwa hapo, mlango mkubwa wa nje ukafunguka kidogo na paka mkubwa mweusi aliingia na kusimama mlangoni. Kwanza wakashangaa, paka yule amewezaje kufungua mlango na waliofunga kwa funguo? Hofu ikawajaa, lakini Isa alimtuliza mke wake na kumwambia huenda mlango haukufungwa vizuri. Lakini paka yule alibaki pale mlangoni akiwaangalia kwa macho makali. Kisha akageuza na kutoka nje, akiacha mlango ule wazi. Mke wa Isa, Bahati, aliingiwa na uoga na moyo wake ukaanza kudunda kwa hofu. Lakini baada ya muda kidogo, paka yule akaanza kulia akiwa nje. Sauti ya ajabu
nzito kama ya mtoto, lakini mlio wa paka